Nyakaho Mzuri Mahemba, afisa mtendaji mkuu wa Mfuko wa Utamaduni na Sanaa Tanzania, taasisi ambayo ni ya serikali na inasimamiwa na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Mfuko huu umeanzishwa na serikali kwa lengo kuu moja la kuwezesha kazi za utamaduni na sanaa ili ziweze kujiendesha kibiashara, kuzalisha ajira pamoja na kuchangia katika pato la nchi yetu, maalum kuliletea taifa letu hasa fedha za kigeni. Kwa hiyo mfuko huu una huduma kuu 4. Huduma ya kwanza ni utoaji wa mikopo yenye masharti nafuu ambayo msanii akienda katika taasisi za fedha hawezi akahudumika. Na huduma ya pili ni huduma ya mafunzo hasa katika eneo la urasimishaji wa biashara pamoja na ujuzi. Huduma ya tatu ni huduma ya utoaji wa ruzuku kwa wasanii wote, lakini vile vile pia ni huduma ya masoko, kwa maana ya kwamba wakutanisha wasanii pamoja na masoko ya ndani na masoko ya kimataifa. Kwa hiyo mfuko wetu huu unahudumia sekta kuu 5, lakini katika eneo la utamaduni na sanaa. Eneo la kwanza ni eneo la muziki, ambapo ndani tunaona kuna muziki wa singeli, muziki wa injili, muziki wa rumba, muziki wa dansi, na muziki wa kaswida na muziki mingine. Lakini eneo la pili katika sekta kuu ni sanaa za maonesho na sanaa za ufundi, lugha na fasihi pamoja na sanaa za ufundi. Kwa hiyo hayo ndio maeneo mahususi ambayo mfuko wetu unahudumia katika eneo kuu kubwa la utamaduni pamoja na sanaa. Kwa hiyo mfuko huu pia unahudumia msanii mmoja ama vikundi vya sanaa au makampuni ya sanaa, lakini lazima tu yajishughulishe na maeneo ya utamaduni na sanaa, sio nje ya hapo. Kwa hiyo mfuko wa utamaduni na sanaa Tanzania kwa miaka 2.5 tangu uanzishwe umetoa mikopo ya shilingi bilioni 9.1 kwa miradi ya utamaduni na sanaa 539, na miradi hii imetoka katika mikoa 21 katika upande wa Tanzania bara. Vile vile pia mfuko huu umetoa mafunzo kwa wasanii 34,648, ambapo kati ya hao wanawake ni 11,190 ambao ni sawa na 52.5, na wanaume 16,458 sawa na 47.5. Na mafunzo haya yamefikia mikoa 22 katika eneo la Tanzania bara. Halikadhalika mfuko huu umechochea urasimishaji kwa kazi za sanaa kwa wasanii 24,947. Urasimishaji umefanyika katika maeneo mbalimbali kama vile usajili wa makampuni, usajili wa majina ya biashara, usajili wa kazi za sanaa katika taasisi za KUSOTA, BASATA, bodi ya filamu na kadhalika. Kwa hiyo vile vile pia mfuko huu umezalisha jumla ya ajira 709,525 kupitia mikopo ya bilioni 9.1 iliyotoka kwa miradi 539. Kwa hiyo mbali na hapo, mfuko huu umesaidia sekta yetu hii kukua, na vile vile pia sekta yetu hii imekuwa rasmi. Halikadhalika mfuko umesaidia wasanii wengi kufungua hati fungani katika Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo na wasanii wengi pia wamejiingiza au wamejisajili katika mifuko katika kampuni ya UTT, na wasanii wengi wameweza kupeleka watoto wao shule, kujenga nyumba za kisasa, halikadhalika pia kipato chao kuongezeka. Nafahamu ya kwamba fedha hizi za mikopo zimetokana na kodi za wananchi. Umetokana na kodi za wananchi, hasa hawa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo hii ni mikopo ambayo imetoka kwa wasanii wetu. Lazima mikopo hii irudi kwa mujibu wa sheria na taratibu. Kwa hiyo tunashukuru ya kwamba wasanii wetu kadiri siku ziendavyo wanazidi kuwa waelewa.
Kwa kiwango cha marejesho ya mikopo kwa wasanii wetu katika mikopo hiyo ni 94.5%. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wasanii sasa hivi wanakuwa na elimu nzuri ya fedha na wamekuwa committed kusimamia miradi yao, kufuatilia miradi yao, kuwekeza mikopo katika miradi yao ya sanaa. Hivyo hela inarudi kwa wakati. Kwa changamoto zipo, lakini changamoto za kawaida, kwa sababu hata soko lenyewe la sanaa pia ni soko la msimu. Sio muda wote linafanya kazi vizuri. Na mnajipangaje sasa baada ya hizo milioni 9, pengine serikali awamu ya 6 katika kipindi cha pili imepanga kutoa shilingi ngapi kwa kweli? Tunashukuru serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kadiri miaka inavyozidi kwenda, Mheshimiwa Rais anaongeza kiwango cha mtaji katika mfuko wetu. Kwa hiyo kwa mwaka wa juzi uliopita 2024 au 2025, kwa hiyo serikali iliidhinisha bajeti ya bilioni 3.0 katika mfuko wa tamaduni na sanaa. Lakini kwa mwaka wa fedha huu unaendelea, kwa hiyo serikali kupitia bunge imeidhinisha bajeti ya shilingi bilioni 4. Kwa tunaona ya kwamba haya ni mafanikio makubwa na maendeleo makubwa katika sekta yetu hii ya utamaduni na sanaa. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba hata bunge lenyewe na serikali pia kwa ujumla inatambua na kuthamini mchango wa sekta hii katika kuzalisha ajira katika nchi yetu, hususani katika kundi maalum la vijana. Kwa hiyo hizi bilioni 4 zipo na maana juzi mlitoa mafunzo. Kwa hiyo watu wanaweza kuchangamkia hii fursa kupata hizi pesa. Kwa kweli fedha zipo. Serikali yetu imewekeza fedha katika mfuko wetu. Kwa hiyo nipende kutoa wito na rai kwa Watanzania wenzangu, kwa wasanii wenzangu, kwa vijana wenzangu, wachangamkie fursa hii. Ni kweli ya kwamba bunge iliidhinisha bajeti ya bilioni 4, kivyo vile pia hata katika miaka iliyopita pia ilikuwa inaidhinisha bajeti na pia fedha zinatoka. Kwa niwaombe Watanzania wenzangu katika mikoa yote, mijini na vijijini kuchangamkia fursa hii adhimu, kwamba kweli serikali imedhamiria kuwawezesha ndugu zetu wasanii na hizo fedha zipo. Watakapozihitaji pia zitapatikana. Lakini pia niwakumbuke baada ya kuwezeshwa wawekeze hizi fedha katika miradi yao, wasimamie miradi yao, na vile vile pia wakumbuke kurudisha. Kwa kuwa mfuko wetu ni mfuko wa mzunguko. Kwa hiyo ukirudisha fedha mwingine pia ananufaika. Kwa kuwa mfuko huu ni wa mzunguko, kwa maana ya kwamba hela inatolewa na mtu anapata. Hela inatolewa na mtu anapata. Yes. Kwa hiyo kwa maana hiyo kiwango cha marejesho ni 94.7. Kwa hiyo tayari fedha zipo katika mikono ya wasanii au katika miradi ya wasanii. Sekta hii ya sanaa na burudani ndio inayoongoza katika ukuaji ukilinganisha na sekta zote za uchumi katika nchi yetu. Lakini sekta hii inachangia katika uchumi wa taifa kwa 0.3. Kwa hiyo sekta inakuwa kadiri miaka iendavyo, lakini uchangiaji wake katika pato la taifa ni 0.3. Kwa hiyo naomba kutoa rai hii kwa wadau katika sekta ya sanaa na burudani, yani kufanya kazi kwa bidii. Lakini uchumi hauwezi kukua kama haturasimishi biashara zetu. Ukirasimisha biashara yako ndipo ambapo serikali inakutambua na mamlaka nyingine unalipa kodi. Kwa hiyo kupitia kulipa kodi kule, kwa hiyo hata ile hela inaonekana katika national GDP au katika kile kipato cha nchi yote kwa ujumla. Lakini kama tukifanya kazi katika mfumo ambao si rasmi, ni vigumu mno mtu kukua. Lakini pia kipato katika sekta husika kuonekana katika uendeshaji mzima wa mradi wa msanii wetu. Kwa hiyo mwenye jukumu la kukuza sekta hii ni msanii mwenyewe, sio mwananchi katika sekta nyingine. Kwa hiyo tufanye kazi kwa bidii, tufanye kazi pasipokuwa na ulegevu, tuje katika ofisi yetu kwa ajili ya kukopa ili kusudi tuingize hela katika miradi yetu iweze kukua zaidi, izalishe ajira kwa wingi na vile vile pia izalishe mapato kwa wingi, ndipo ambapo
ndipo ambapo mchango wetu katika kapu la nchi utaonekana kuwa mkubwa. Kwa tunatamani sekta yetu hii ya sanaa na burudani iwe ni sekta kinara, iongoze katika kuchangia mapato ukilinganisha na sekta nyingine kama vile utalii, sekta ya maji, viwanda na biashara pamoja na maeneo mengine. Kwa kuwa sanaa imeajiri vijana wengi ambao ni rasmi na wengine ambao sio rasmi.